Kama ndio unajiunga na 5K Media, hapa niko na watu wakubwa sana, watajitambulisha majina yao. Wewe unaitwa nani? Naitwa Kelvin Ayabei. Kelvin Ayabei. Unafanya shughuli gani hapa? Labda sitaongea Kiswahili. Acha nitumie Kiingereza. Okay. I'm the Council Secretary, Mosoria Teachers College. Okay. Tuenda upande huu. Karibu, jitambulishe, unaitwa nani? Naitwa Gideon Kiprotich, the School Deputy President. Unajishughulisha na nini hapa? Niko hapa tu kuongea mengi kuhusu leadership of the school. Okay. Majukumu yako ni gani kama deputy? Kama Deputy President of the school, I'm standing as a link between the student and the administration, more so dealing majorly on the issues of discipline in the school and how the school president is doing his work and making sure that the school and all the affairs of the student have been addressed at the end. Thank you. Asante sana. Wacha turudi kwa Ayabei. Ayabei, tunataka tuongelee mambo kuhusu Kenya. Hapa mambo ya Kenya hapa vile mambo yanaendelea. Kuna mambo mengi sana ambayo yamechipuka, kuna mambo ya mafuta, kuna siasa zinaendelea, kuna uchaguzi umefanyika hapa katika eneo bunge la Emurua Dikir. Haya mambo yote, sijui tuanzie wapi. Acha tuanze na Emurua Dikir. Pale Gachagua alipresent candidate ambaye pia alipata kura nyingi sana 10,000 na zaidi. Lakini kiti cha UDA kiliweza kushinda katika mtu wa UDA alishinda ule uchaguzi. Wewe unazungumziaje kuhusu hili? Ground inasemaje? Labda niseme ya kwamba naweza tumia kizungu tu. We as the UDA members, we want to say that congratulations. We won in the election at Emurua Dikir. But so far, as a party member, I'm saying that we are always good. We are still good, but we still want to invest on the people on the ground. You saw how we had a margin of about 7,000. And you know, this is an home ground. Rift Valley is our home ground. We should not be losing ground. But otherwise, one thing we know, two-term direct. Wewe mtu wa two-term. Unaambia nini Sifuna? Kama ungepewa advice ya kuadvise Sifuna, utamwambia nini? Ningemwambia Sifuna ya kwamba yeye bado ni kijana kama sisi kama Gen Z tunamsupport, lakini tumalizane kwanza na Ruto, alafu akuja ajipange na Ruto huku nyuma, kisha tutamuona baadaye. Sawa. Haya, turudi sasa kwa masuala ya uchumi. Mafuta yamepanda. Unazungumziaje issue ya mafuta? Labda niseme ya kwamba mafuta imepanda kwa asilimia. Mafuta zimepanda sana, nafikiri kwa shilingi 46 kama na 17 kama ni ukweli kama hivyo. Nataka niseme ya kwamba uchumi, kuzingatia hayo mambo, uchumi na gharama ya maisha itapanda. Na Ndindi Nyoro aliandikia speaker wa bunge ya kwamba kuna recession, ya kwamba waongelele kutoa 8%. Na ikiwa kama ni hivyo, basi tutakuwa tumereduziwa bei ya mafuta kuteremuka. Hata hivyo, hivi majuzi Dangote anasema ya kwamba anakuja kuinvest mafuta, ingawa rais wetu alikuwa amesema ataweka Arusha iende kule Tanzania, lakini Dangote anasema ya kwamba yeye atainvest Mombasa. Na hivyo basi nadhani kwa miaka ambazo zinakuja mafuta itakuwa inarudi chini, kwa maana tuta refine yetu. Wewe unajihusisha na nini hapa shule? Mimi ni katibu, ninaandika minutes. Sana kama kuna mikutano mimi huandika. Alafu issue nyingine ni ya kwamba kama kuna issue ambayo inahitajika kwa shule, ninahakikisha ya kwamba kutoka kwa wanafunzi ninatoa agendas na ninapeleka kwa meeting ambayo inahitajika. Kwa hivyo wewe kama karani tuseme, kumekuwa na survey ambayo imefanyika juzi kupitia mtandao wa Google Classroom. Uliona hiyo survey? Yeah. Hiyo survey unaionaje? Wanafunzi, ukiangalia wanafunzi na administration na uongozi wa shule, mambo yakoje? Ninaona ya kwamba kwa sasa administration yetu ambayo imekuja imejisatiti sana. You can see the changes. We have the pavements, you can see at the dining hall there are some order. You also look at the administration, it is also conducive for learning. And today, in fact, right now where I was coming from, I met the new board chair, and the new board chair said there are going to be new development.
One, he has said that the entire administration block will be finished. And again, he's saying we should have those classes that are the first years classes and the lecture halls are going to be changed and rubbish. He is saying that he does not need Amabati classes in our school. Labda kuzungumzia jambo lingine, amesema ya kwamba tutakuwa tunapata kitu inaitwa multi-purpose hall ambayo hata viongozi watakuwa wanaikomboa na mashule zingine tutakuwa tunatumia kama drama. Unajua ya kwamba shule yetu haina mahali multi-social hall, that is why we usually go outside when we have drama. Then after that we shall be hosting them. That's a good way for us. And again, I want to say that the new board chair is very committed. He's a man of integrity. I've seen he's also a bishop. He has been a bishop for the Bishop of North Rift, AIC. He has also told us he was a member of a CEO of Nzoia Sugar. So this is a man on a mission, and he's saying he's here for 3 years and he shall change. Another thing, rest assured that our school is going to be okay. Within these 3 years, we shall be seeing changes. Thank you. Asante sana kwa muda wako. Acha ni kuja kwa Deputy President. Karibu sana bwana Deputy President. Tunaelekea sasa mwisho wa muhula. Tunaelekea mwisho wa hii term. Uchaguzi utafanyika lini? Uchaguzi itafanyika I think on the before we close the school. I think it is like that. Okay. Kuna mambo mengi sana ambayo watu wamekuwa wakicomplain, kuna issues nyingi sana zimekuwa upande wa jikoni. Wewe kama Deputy President, hizi issue unaziona ama watu wanasema mambo ambayo hakuna? Ukweli kumekuwa na issue kule jikoni, mostly on the tea. I think most of them the tea. We want to apologize first to the student council for the inconvenience in the dining hall. One is that for a reason 1 week we had a problem. They treated water, I think so. But this issue shall going to be addressed from this week coming right. Okay. Unaambia nini wanafunzi ama wakurugenzi, the teacher trainees ambao wako hapa na wengi wamekuwa katika ile, ukifuatilia ile research nimefuatilia, wengi hawana sana imani na idara ya jikoni huko serving nini. Unadhani nini kifanyike? Wewe kama Deputy President unaweza fanya nini ili kwamba service irudi vizuri, kwa sababu wengine wana complain mpaka service pale wanasema wapishi labda wana issue 1 2 3. Mtafanya kitu gani ili kurudisha hii hali ikuwe sawa? Kitu ambacho tutakifanya for the I think we're going to have a meeting together with the students. Then we're going to hear them what their suggestions. Then after that, now that we're going to implement some of the issues